Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu mtazamaji. Kristo mwenzangu, nikushukuru na nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya kipindi kingine hiki ambacho Mungu ametukutanisha baada ya kitambo kidogo ambacho ametupa. Namshukuru pia kwa sababu ameendelea kutupa afya njema, ameendelea kutupa uzima, na natumaini kabisa kwamba utakuwa uko tayari kusikia neno la Mungu kupitia kipindi hiki ambacho Mungu ametupa kuachilia neno lake kwa namna hii. Na nikukaribishe kwenye somo la leo ambalo lina kichwa kinasema Roho Mtakatifu ni nini na ni nani katika kanisa. Roho Mtakatifu ni nini na ni nani katika kanisa au kwa kanisa. Lakini kwa somo hili la kipindi hiki tutakuwa tunasema Roho Mtakatifu ni nini. Kwa tunamzungumzia eneo moja tu kwamba Roho Mtakatifu ni nini kwa kanisa. Roho Mtakatifu ni nini kwa kanisa. Labda kabla tujaendelea nianze kwa kusema Roho Mtakatifu ni nafsi ya utatu ya Mungu. Ni nafsi katika ule utatu mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu ni sehemu ya ule utatu mtakatifu wa Mungu. Tunasema Mungu ni triune God. Ni Mungu katika utatu mtakatifu. Ni nafsi tatu zinazofanya kazi katika umoja. Ni 3 in 1 kwa lugha nyingine. Kwa hiyo tunajifunza Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni nini katika kanisa, ndani ya kanisa au kwa kanisa lote kwa ujumla. Na niendelee kusema kwamba tunapozungumzia kanisa mpendwa, hatuongelee habari ya jengo, hapana. Tunaongelea habari ya mimi na wewe ambao tumemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sisi ndio kanisa. Tangia Yesu alivyokufa pale msalabani ndipo alilizaa kanisa, kwa maana kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu kwa mujibu wa neno lake. Kwa hiyo wale wote ambao wamempa Yesu maisha, wale ambao wamemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hili ndilo kanisa. Na ndilo ambalo Yesu siku ya mwisho atakuja kulichukua, na ndilo ambalo pia ameenda kuandaa makao kwa ajili yake. Yesu ameenda kuandaa makao kwa ajili ya kanisa lake, wale aliowafia na waliomkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa hawa watu, ikiwa ni mimi na wewe, sisi sasa kama kanisa, Roho Mtakatifu ni nini kwetu? Roho Mtakatifu ni nini kwetu? Na tunatakiwa tuishi kwa namna ipi ili Roho Mtakatifu tumuone akifanya kazi ndani yetu? Kumbuka tumesema Mungu ni katika nafsi tatu. Mungu Mwana, Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu jina lingine anaitwa Mungu Roho Mtakatifu. Ni nafsi tatu. Yawezekana umeelewa vizuri sana habari ya Mungu. Unaelewa vizuri sana, na possibly imani yako inakuambia kuna Mungu, lakini kuna imani zingine zinakukataza kwamba hakuna Yesu aliyekufa msalabani. Nataka nikuhakikishie kwamba yuko Yesu ambaye ni njia, kweli na uzima. Biblia inasema mtu haendi kwa Baba ila kwa njia ya yeye, na yeye alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukaona alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukaona namna ambavyo hizi nafsi zinafanya kazi. Maana alikuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Anasema Maria Magdalena alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Malaika alimwambia utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ni nini? Unaweza ukaona Mungu Mwana akaja kwa njia ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu yuko pale pale anaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo ni nafsi ya tatu ya Mungu. Sasa hebu tuone kidogo Roho Mtakatifu ni nini. Tuone Mwanzo 1 mstari wa 2. Mwanzo 1 mstari wa 2. Kuna kitu hapa Mwanzo 1 mstari wa 2 B. Mwanzo 1 mstari wa 2. Mwanzo 1 ni mstari ule wa 2. Nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Tubi inasema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Unaweza ukaona kwamba dunia kabla haijaumbwa kumejawa na maji. Roho wa Mungu alikuwa ametulia. Roho wa Mungu yeye tayari alikuwa ametangulia duniani, kwenye huo ulimwengu ambao umeumbwa na Mungu, kwenye hivyo vilindi vya maji, kwenye huo utupu na giza. Roho Mtakatifu yuko pale ametulia. Bado yupo. Kuna giza sawa, lakini kuna utupu sawa, lakini Roho Mtakatifu ametulia. Anasubiri mbingu zianze kuwafanya kazi na yeye ili aanze kuoperate, aanze kufanya kazi. Unaweza ukaona Roho Mtakatifu ni nini sasa? Aanze kufanya kazi, aanze kutumika. Alikuwa ametulia, hakuna anachofanya. Dunia ni utupu, giza limetanda. Roho wa Mungu ametulia.
nafsi ya tatu ya Mungu ilikuwepo kwenye vilindi vya maji. Inasema roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, roho wa Mungu akatulia pale. Ukisoma hapa Mwanzo kule kwenye uumbaji, mwanadamu alivyoumbwa, Mungu akampulizia mwanadamu pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Pumzi, roho wa Mungu wa ndani akaingia kwa mwanadamu, mwanadamu akawa nafsi hai. Mbingu zinafanya kazi katika nafsi tatu. Lakini tukienda haraka kwenye Matendo 1:8 tunatembea kwa kuona mbingu zinatuambia habari ya Roho Mtakatifu. Matendo 1:8 yanasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu amebeba nguvu, amebeba ndani yake kuna power, kuna nguvu ya maamuzi. Roho Mtakatifu alitanda kwenye uso wa dunia, kwenye maji alitanda pale. Kumbuka wakati Mungu anaendelea kuumba akasema maji na yagawanyike, ipatikane bahari, ipatikane na nchi kavu. Roho Mtakatifu anaingia kazini, anagawanya maji, anatenganisha, bahari inakaa kivyake, anatenganisha, ardhi inakaa kivyake, kunatokea bahari, kunatokea na ardhi. Roho Mtakatifu aliyekuwa ametulia, Mungu alipoingia kwenye utendaji, Roho Mtakatifu akaingia kazini, akatenganisha maji, akatenganisha na ardhi. Bwana waambia wanafunzi wake, tulieni, atakapokuja Roho Mtakatifu mtapokea nguvu. Mtapokea nguvu. Akisha kuja Roho Mtakatifu mtapokea nguvu. Ile nguvu itawapa nafasi ya kuwa mashahidi wangu. Katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote mtakuwa mashahidi. Maana nini? Roho Mtakatifu anachia ujasiri wa mtu kuwa shahidi, anachia ujasiri wa mtu kutumika, anachia ujasiri wa mtu kuwa katika mkakati wa kujenga ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndani yake ipo nguvu. Kwa hiyo kabla sijaenda mbali kabisa, unaweza ukaniambia kwamba Roho Mtakatifu sasa ni nini? Ni nguvu. Roho Mtakatifu ni nguvu ndani ya kanisa. Kwa maana hiyo, Roho Mtakatifu ni nguvu ndani yangu, ni nguvu ndani yako uliyemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Roho Mtakatifu ni nguvu ndani yako inayokusababisha ufanye hicho unachofanya. Niseme hivi, mwanadamu ameumbwa wa pekee kabisa kuliko viumbe vingine vyote, kwa sababu mwanadamu amepewa kufikiri, mwanadamu amepewa utashi, mwanadamu amepewa independent will, anaweza akaamua. Mwanadamu anaweza akaamua kuhusu existence ya kwake, yaani uwepo wake mwanadamu anaweza akauamua kwamba aweje, aishije, aamweje, aenende vipi. Haya mambo haya yanahitaji kutawaliwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na ndio maana ikiwa haya mambo ambayo yamekutafsiri kuwa mwanadamu yakawa hayana Roho Mtakatifu ndani, mwanadamu anatoka kwenye nafasi ya kibinadamu ya kimungu, anaweza akawa mnyama. Kwa sababu kumbuka nimesema ana free will, anaweza akaamua exist vipi. Sasa ile existence ya kwake ikiwa haina control ya Roho Mtakatifu, ndio unaona mwanadamu anakuwa na roho ya mnyama. Mwanadamu anakuwa ni mtu wa ajabu kabisa. Yaani hata Mungu anaweza akamshangaa. Leo hii unashangaa watu wanaongea habari ya jinsia moja, watu kuoana jinsia moja. Unaweza ukaona namna gani hii dependent will ndani ya mwanadamu ikikosa Roho Mtakatifu inavyokuwa ya ajabu. Mwanadamu anasubutu kusema mwanaume amuoe mwanaume mwenzake. Unaweza ukaona kwa sababu ndani ya huyo mtu kuna kitu cha nguvu ya Roho Mtakatifu kinacho control maamuzi, kinacho control fikra kimetoweka. Kwa hiyo anaamua anavyoweza kwa sababu ameumbwa akiwa na free will. Joshua akawaambiaje wale wenzake kwamba chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Anamtengeneza mwanadamu, anaenda pale pale kwa mwanadamu, ana free will. Ile sema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Roho Mtakatifu ni nguvu ndani ya kanisa inayolitengeneza kanisa mimi na wewe kuenenda kwa viwango vya kimungu. Ni nguvu ya utendaji katika ulimwengu wa roho. Niseme hivi, Roho Mtakatifu ni nguvu inayofanya kazi ndani ya kanisa katika ulimwengu wa roho, kufanya mambo ya rohoni kuja katika uhalisia wa nje. Unahitaji kumwombea mgonjwa apone, unahitaji Roho Mtakatifu afanye kazi
ili uponyaji uje katika kwa mgonjwa pia akiwa mzima tena, ni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Inaingia ndani, inaenda kwenye tatizo, inaliondoa tatizo kwa nguvu za Mungu, na mgonjwa aliyekuwa kilema, mgonjwa aliyekuwa kipofu anaona. Ameonaje? Kuna namna Roho Mtakatifu ameingia ndani, akagusa hayo mazingira yanayohusu kuona au kutembea kwenye mifupa, akaitengeneza mifupa, kwa sababu kumbuka ni nguvu. Akaingia ndani, akatengeneza ule mfupa, mwanadamu akasimama, akatembea. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni nini ndani ya kanisa? Roho Mtakatifu ni nguvu, lakini ni nguvu inayotambulisha kanisa. Roho Mtakatifu ni nguvu ambayo inalitambulisha kanisa. Nimesema mwanadamu, hivi vitu vingi ambavyo ameumbwa navyo, utashi, free will, uwezo wa kuamua, hayo maamuzi aliyopewa, yakikosa Roho Mtakatifu ndani, mwanadamu anaweza akaamua anavyoweza kuamua. Sasa ili ujulikane wewe ni mtu wa Mungu, huyu ni mtoto wa Kristo aliyekombolewa kwa damu ya thamani pale msalabani, ni lazima Roho Mtakatifu awepo ndani, akufinyange, akutengeneze, abadilishe unavyofikiri, abadilishe maamuzi yako, abadilishe unavyoyaona mambo, abadilishe jinsi unavyosikia, atengeneze namna ya wewe kusikia Roho Mungu akisema. Unajua Mungu anasema, lakini masikio yako yasipowekewa kusikia na nguvu za Roho Mtakatifu, unaweza usione. Na wengine unakuta mahali fulani umepata kusaidika, usiingie kwenye changamoto ukafikiri ni machale. Watu wanasema ni machale yamenipiga. No, sio machale, ni kwamba Roho Mtakatifu yupo kufanya kazi. Changamoto ni kwamba fikra zako hazijaona kwamba kuna kitu cha Roho Mtakatifu. Naomba nikukumbushe ambaye unanisikiliza ya kwamba yuko Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani ya mtu. Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu, ni sauti ya ufalme wa Mungu kwa wanadamu. Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu kwangu na kwako. Roho Mtakatifu ni sauti ya upole, ni sauti ya kunong'oneza inayoweza kukumbusha na kukuseti ukakaa sawa sawa. Ni nafsi ya Mungu inayozungumza ndani ya kanisa au inayoishi ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu. Samueli akasema Roho Mtakatifu alinena ndani yangu. Anasema Roho Mtakatifu alinena ndani yangu. Kilichozungumza kwa Samueli ni Roho Mtakatifu, alafu neno la Roho Mtakatifu likakaa kwenye ulimi. Maana nisema hiki, Roho Mtakatifu anaweza akatawala hata ulimi wa kwako, akaamua useme nini kwa namna gani na mazingira yapi. Roho Mtakatifu anaweza akaamua kiwango chako cha kuelewa na cha kufikiri kikawa kikubwa. Watu wakashangaa, mbona huyu jamaa ana mawazo haya? Mbona huyu jamaa ana uwezo huu? Mbona huyu jamaa ana vitu vya namna hii? No, si kwa sababu nyingine, ni Roho Mtakatifu yuko ndani, anawezesha, kwa sababu ni nguvu inayofanya kazi ndani ya kanisa. Lakini Roho Mtakatifu ndiye anayeleta mipango yetu, ndiye anayekupa mipango. Umeshawahi kufikiri kitu gani kinakufanya ukae utafakari kufanya biashara, utafakari kufanya kazi fulani, utafakari kwenda kusoma? Yaani uone nikisoma nitafikia pale na pale na pale, nikifanya biashara hii unaona mafanikio mbele yako, ukifanya hiki unaona kukua mbele yako, unaona kuongezeka mbele yako. Hayo macho ya kuongezeka, hayo macho ya kuendelea unayoyaona kwamba nianzishe biashara hii, niendelee, nifanye huduma, nifanye hivi, niwe namna hii ili niwe namna hii mbele za watu. Hicho kitu kinachokuonyesha hayo mambo mazuri mbele ya macho yako ni Roho Mtakatifu. Anasema Mungu anatuwazia yaliyo mema. Sasa hayo mawazo ya Mungu yaliyo mema yanadhihirishwa kwetu kupitia Roho Mtakatifu. Na ndio maana utakuta ukikosa Roho Mtakatifu ndani yako, ni rahisi kuamua kujiua. Ni rahisi sana kuamua kwamba najiua, kwa sababu ile nia njema ya Mungu, kwa lugha nyingine, ndani ya moyo wako haipo. Kwa hiyo ukikuta kuna shida, ni mapema sana fikra zako za kibinadamu zinafika ukutani, unaona no way out, ni heri nife. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakuambia iko alternative nyingine. Wana wa Israeli walipokuwa wako wanatoka kwa Farao, unaweza ukaelewa haya mambo kwamba wakati wako njiani wanamkimbia Farao, wanashangaa nyuma Farao anakuja na farasi na kila aina ya silaha.
Mbele yao wanakuta bahari ya Shamu, pembeni wanakuta kuna milima, hakuna namna ya kupita. Kwa namna nyingine ni kwamba ilikuwa Farao aje awapige au awarudishe Misri. Ona kazi ya Roho Mtakatifu. Kile ambacho Roho Mtakatifu alikifanya wakati wa uumbaji, alikifanya wakati wa kuwavusha wana wa Israeli bahari ya Shamu. Akaingia kazini, akaitawanya maji pembeni na pembeni. Taifa la Mungu, wateule wa Mungu, kanisa la Mungu likapita katikati. Wakati adui anakuja kuwakimbiza, walipomaliza wale kutoka, adui alipoingia, Roho Mtakatifu akafunga, akaingia kazini, akateketeza maadui. Ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kateketeza maadui wanaolishambulia kanisa, yaani moyo wako, ikiwa umemtegemea, kwa sababu ni nguvu inayokupa ujasiri. Lakini Roho Mtakatifu inalisaidia kanisa kupambana na shetani. Labda nikuambie siri moja. Hatuna ugomvi na mwanadamu. Sisi hatuna shida na mwanadamu. Tuna fujo na shetani. Yaani ugomvi wetu kanisa ni sisi na shetani, tena katika ulimwengu wa roho. Nataka nikupe kitu ambacho labda hujawahi kufikiri. Ukiwa na rafiki yako ambaye ana tabia zisizompendeza Mungu, usigombane naye. Gombana na shetani ambaye ameingia kwenye nafsi yake akairimoti. Pambana na namna gani unaweza kuhakikisha kwamba Roho Mtakatifu anaingia kwenye moyo wa huyo mtu na kubadilisha jinsi anavyowaza, awaze vingine, kwa sababu sisi ni matokeo ya maamuzi. Mimi na wewe ni matokeo ya maamuzi tunayoamua. Na ni maamuzi gani yameamuliwa katika misingi ipi, ndio yanayoamua mimi na wewe tuweje. Kwa hiyo una haja ya kugombana na mtu mwenye dhambi, ila gombana na ibilisi ambaye amepata nafasi ya kuweka kiota kwenye moyo wa huyo mtu. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kupambana kuondoa ile roho ya shetani ndani ya mtu na kuweka mbegu ya Roho Mtakatifu ndani ya yule mtu, ili awe mwingine, kwa sababu vita yetu sisi si ya nyama na mwili, ila ni katika ulimwengu wa roho. Kitabu kile cha Efeso 6:12. Kitabu cha Efeso 6:12. Efeso 6:12. Anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya wapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunapigana rohoni. Unaona kuna jambo linakutesa, usipambane mwilini, nenda rohoni. Unaendaje rohoni? Nenda kwa njia ya maombi. Unaendaje rohoni? Nenda kwa njia ya sadaka. Unaendaje rohoni? Rudi kwenye nafasi yako ya kumtumikia Mungu. Huko ndiko unajikuta unamruhusu Roho Mtakatifu apambane kwa ajili yako. Kumbuka kitu hiki, Roho Mtakatifu ni mwombezi wetu katika vitu ambavyo mbingu zimeachilia, katika ile delegation ya ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu amepewa pia jukumu la kutuombea, tena kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, kwa sababu Biblia inasema anatuchunguza, anatufahamu. Ndio maana hata kabla hujaomba Mungu anafanya. Inawezekana unayonisikiliza una ratiba hata ya kuomba. Una ratiba ya kuomba. Inawezekana una ratiba ya kuomba sana, lakini hapo ulipo unaona mambo yako yanaenda. Ni kwa sababu tu mbingu zinakuwazia mema. Na Roho Mtakatifu yupo kazini kwa ajili yako. Na una neema ya kuamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo neema, siku utakapopambana na hiyo neema ya ukiri wa Yesu Kristo, ndipo utajua kwamba Roho Mtakatifu akikuacha unaweza ukaishi maisha hata wewe ukashangaa, mbona niko hivi? Ghafla unakuwa mtu wa ajabu, chochote unachokifikiri hakiende. Roho Mtakatifu ni nguvu inayosaidia kanisa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hatuwezi kumpendeza Mungu kwa fikra na uwezo wetu. Ni nguvu za Roho Mtakatifu, lakini ni msaidizi katika kutuombea na kutustahilisha. Warumi 8:26. Warumi 8:26. Warumi 8 ule mstari wa 26. Yasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Roho Mtakatifu ni anatustahilisha. Sasa yuko mwanadamu ambaye ana hukumu. Sasa unajua, unaweza ukaona
Ukikaa vizuri ukatulia na Roho Mtakatifu akakusaidia, unaweza kugundua kuna nafasi hata kidogo ya kumnyoshea mwanadamu mwenzako kidole, kwa sababu unaweza ukaona Roho Mtakatifu anatustahilisha. Tunasema hivi, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Udhaifu wetu. Manake kuna mahali ambako Roho Mtakatifu anatufanya tustahili wakati hatustahili. Sasa wewe ambaye unaweza ukajikuta unahukumu mwenzako na kuona hafai, unaweza kwa namna gani ambavyo unakinzana na Roho Mtakatifu? Wakati yeye anatusaidia udhaifu wetu, wewe unatuhukumu kwa udhaifu. Wewe unahukumu kwa udhaifu wa mtu. Roho Mtakatifu anatusaidia, wewe unahukumu udhaifu wa mwenzako. Unaona hafai, umemkanseli kabisa. Yaani ungeambiwa uchague watu ambao hawatakiwi Mungu awasaidie, inawezekana unaweza wako kwenye akili yako unaweza ukawataja fulani na fulani na fulani na fulani. Lakini unasahau Roho Mtakatifu yupo kazini. Ndio maana hata kule mbinguni tunaweza tuwakuta ambao hukutarajia kuwakuta. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu yupo kazini. Yaani hata kahaba ambaye unamwona ni kahaba leo, Roho Mtakatifu yupo kazini. Huyo Paulo wakati anaitwa Sauli, Roho Mtakatifu alikuwa kazini anafanya kazi. Ghafla anageuka anaitwa Paulo ambaye sasa leo anakufundisha. Sasa ungemkuta wakati anaitwa Sauli, possibly ungesema huyu mtu afai. Yaani ukapewa kiti mkakaa mezani na Mungu ana hebu tuambie kuhusu Sauli, ungesema Mungu naomba Sauli afe, apotee, ateketee, ni muuaji, hafai. Ungemuona Daudi wakati anaamua mke wa Uria anaamua Uria achukue mke wake, alafu kakaa kwenye ile meza kukaa kumjaji Daudi, ungesema Mungu, Daudi hafai, afe, apotee, ateketee. Roho Mtakatifu yuko kazini, anatusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana Biblia inasema hatujui kuomba ipasavyo. Jambo la kwanza, uwezo wa kuomba kwa viwango vya kimungu hatujui. Biblia imesema hatujui. Kwa anatusaidia katika huo udhaifu wa kutokujua kuomba. Maana yake ni nini? Hata unapoomba unastahili kumtafuta Roho Mtakatifu ndani yako akupe ustandard, angalau kwa kiwango fulani uwe na uwezo akusaidie kuomba. Anatusaidiaje? Kwa kutupa uwezo wa kuomba sisi kama sisi, lakini kwa kutuombea yeye kama yeye. Anasema hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Anatuombea kwa mzigo. Huyu ndio Roho Mtakatifu ambaye ni nguvu inayopeleka maombi yetu mbele za Mungu. Ni nguvu inayotusaidia kuwa na ujasiri wa kuomba. Ni nguvu inayotuwezesha kusimama mbele za watu kwa ujasiri. Ni nguvu inayoamua useme nini mbele ya kanisa, mtumishi unayenisikiliza. Hakuna namna unaweza kuwa mtumishi wa Mungu kwa viwango vya mbinguni usipokuwa karibu na Roho Mtakatifu. Tutatumika sawa, lakini Roho Mtakatifu ni lazima akuframe, atengeneze framework. Anaamua wakati gani, anaamua ni majira gani, kwa viwango gani. Kwa hiyo huna haja ya kuhangaika na hatua ya kuwa mtumishi mkubwa, sababu Roho Mtakatifu yupo kazini kwa ajili yako. Huna haja hasa ya kulia kwa nini umebaki hapo ulipo. Kikubwa ng'ang'ana na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Uko wakati utapita kwenye bahari hiyo nayo unayoona mbele yako. Hapo mahali unakoona hapapitiki, unaona vizuizi, unaona vita, unaona shida, unaona changamoto, nikukumbushe yuko Roho Mtakatifu ambaye yupo kazini kwa ajili yako. Anafanya nini? Anakuombea wewe kanisa kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Anasema na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Anaomba kwa viwango vya kimbingu, lakini zaidi anachunguza moyo. Nataka nikwambie ni msemaji pia wa mbinguni kwa ajili yetu. Kama ni muombaji, manake ni yeye anayetuwakilisha mbele za Mungu kwa lugha nyingine. Kwa sababu kama ni muombezi wetu, manake huwa anatuchukua na shida tulizo nazo na mambo tulio nayo, anayewasilisha mbele za Mungu. Kwa maana nataka nikwambie anakujua ndani ulivyo. Anakujua nia yako ya ndani. Angeliwewe kuwa ana uwezo wa kukuhukumu, wala hata asingesubiri mbali, ungeshahukumiwa. Ila kwa sababu ana jukumu la kukuombea, anafanya kazi ya kukubadilisha kila siku, anabadilisha
kila siku. Hebu tuende. Lakini ni njia ya Mungu kujifunua kwetu. Roho Mtakatifu ni njia ya Mungu ya kujifunua, ni njia ya Mungu ya kujifunua. Tunapoenda kumaliza hapa, hebu tuone Wakorintho wa kwanza 2:10. Wakorintho wa kwanza 2:10. Wakorintho wa kwanza 2 ule mstari wa 10. Yeye anasema hivi, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Roho Mtakatifu ndiye anayetufunulia hata kumjua Mungu. Ni namna ya kufunua mafunuo. Amepewa jukumu la kutufunulia kujua uzuri wa Mungu, uzuri wa ufalme wa Mungu, kumjua Mungu katika uzuri wake na utakatifu. Anayetupa hiyo neema ya kumfahamu huyu Mungu ni Roho Mtakatifu. Unataka kumjua Mungu, hakikisha Roho Mtakatifu uko ndani yako. Biblia inasema hivi, je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Maana yake ni nini? Unataka ukae na Mungu. Kitu kikubwa anachomaliza nacho, hebu jitahidi kuufanya mwili wako ufanane na hekalu. Mwili wako umtumikie Mungu. Mwili wako ujenge kanisa. Mwili wako uimarishe wengine. Uwe na sababu ya kufanya wengine wamuone Mungu. Ufanye Roho Mtakatifu akutumie kama chombo. Mpendwa, unahitaji Roho Mtakatifu akueleze, afanye kazi ndani yako. Fanya kazi naye. Taka Roho Mtakatifu akutumie, fanya kazi naye. Acha kulala. Biblia imesema huwa ndiye anayegawa vipawa na karama. Wewe umepewa kipawa cha kuimba, uimbi, ufanye kazi. Roho Mtakatifu akinyamaza, siku moja mambo hayaendi, tutalalamika, lakini njia mojawapo, hebu ufanye mwili wako, sauti yako, macho yako, miguu, mikono ifanye kazi ya Mungu. Kwa namna hii unafanya Roho Mtakatifu mwe mnafanya kazi pamoja. Anapokuelekeza kwa ajili ya wengine, anakupa maelekezo ya kwako. Akikwambia kawaambia wengine jambo hili, na yeye anakuambia jambo la kwako. Akikwambia ombea wengine, anakuambia nguvu ya kuombea, ya kujiombea na kuombea watu wa kwako. Akikwambia kaombea biashara za wengine, anatengeneza na mambo ya kwako. Wakikwambia nenda kawacancel wengine wasiwe na stress, automatic anakucancel na kufanya uwe kwenye stress free zone. Naomba nikwambie mpendwa unayenisikiliza, Roho Mtakatifu ni nguvu ya kwako katika maisha ya Ukristo. Unahitaji kukaa katika utulivu. Utulie mahali Mungu afanye kazi na wewe. Hakikisha mwili wako umeutengeneza kuwa hekalu. Mwili wako uwe hekalu. Mwili wako uwe hekalu. Kitabu cha Warumi 12:1. Mwili wako uwe, Nabii asema, na hii ndiyo ibada yenye maana. Mwili wako ukiwa ni njia ya kufanya kazi na Roho Mtakatifu, kwamba unafanya ule ufalme wa Mungu unadhihirika duniani, unafanya kazi na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu naye anafanya kazi na wewe, anakuelekeza mambo yako, anakuelekeza na mambo ya wengine. Ukienda kufundisha habari ya mafanikio, Roho Mtakatifu anakufanikisha kwanza. Ukifundisha habari ya kufunguliwa, Roho Mtakatifu anakufungua kwanza. Lazima anakutambulisha, lazima aseme huyu mtu nafanya kazi pamoja naye. Nikushukuru mpendwa ambaye umepata muda wa kusikia habari hizi za Roho Mtakatifu. Nimesema kitu kinasema Roho Mtakatifu ni nini ndani ya kanisa, na nikukaribishe kwenye kipindi kingine kitakachosema Roho Mtakatifu ni nani. Sasa haya maswali ni mawili tofauti. Roho Mtakatifu ni nini, lakini Roho Mtakatifu ni nani? Karibu kwenye kipindi kingine. Kwenye screen yako pale kuna namba za simu zinapita, lakini kuna account number. Huduma hii mpendwa inahitaji fedha, inahitaji sadaka yako. Kama ukiona ni vema pamoja nami tuweze kufanya kazi ya Mungu, nikukaribishe kupitia namba ya simu, kupitia account number, tuweze kujenga mwili wa Kristo. Tukifanya kazi na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atafanya kazi pamoja nasi, na tutaona kufunguliwa na tutamjua Mungu kwa viwango vya kimbingu. Mungu akubariki sana, na naona ni maombi yangu Roho Mtakatifu asikae mbali nawe, aendelee kukufundisha na kukuonyesha na kukushauri katika maisha yako yote. Amen. Nikutakia usikilizaji mzuri. Karibu kwenye kipindi kingine. Ubarikiwe na Bwana. Mungu uliye hai, na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa habari ya somo hili zuri ambalo wewe Bwana umeliachilia siku ya leo kwa habari ya Roho Mtakatifu ni nini ndani ya kanisa. Naomba uendelee kuwafunulia watoto wako waweze kupata mafunuo zaidi na zaidi. Zaidi Roho Mtakatifu endelee kutuelekeza na kutufundisha katika utukufu wako tumeomba. Amen.